Lakini Mheshimiwa Rais, if truth must be said, ni kwamba chaguzi zetu katika taifa la Kenya, they are very divisive. Wakati Kivuitu aliaga dunia, yale matusi alipata ni yale ambayo marehemu Chebukati anapata. Ni nini hiki ambayo you are not getting right? Hata hapo kiangalia watu wa Azimio hata hakuna. Hata wakati tunamzika Chebukati hawakuje matanga. Hii uchaguzi mbona inatuingiza chuki sana? Mheshimiwa Chebukati alikuwa chairman. Other than the personal sacrifice he made, kulikuwa na wakati nafika mahali wa Kenya wamengojea results, we are on tenterhooks. Alafu mnaambia kwamba the secretariat and the commissioners are not working together. Watu wamengojea matokeo. Mambo ya uchaguzi kwa na tension ile ya mwaka. Hii ya 2022 watu wamengojea matokeo. Unaona ma commissioners wengine wanapeana press conference pande hii, wengine wako pande hii. And all it needs ni mtu kutoa spark na dunia na waka moto. So even as we are putting in a new IEBC, Your Excellency, because you are the captain of this country, what lessons have we learned as a country? Or you are just going through the motions? Maana hata tumeona juzi tukichukua ile panel ya hii panel ya kuinterview commissioners ilikuwa bado iko na interest. Na mimi najua hata baada ya commissioners wapo kuwekwa, kila mtu atasema huyu ni wa huyu, huyu ni wa huyu, huyu na huyu. Na wanatarajia baada ya uchaguzi watu wakubali matokeo. Can't we as a country look for a better way? Mimi napeana maoni tu. Because mimi najua huyu chairman ambaye atakuja atatoka kwa IBC baada ya miaka 6 akitusiwa, na kama God forbid akiaga dunia itakuwa ni matusi. Mimi naomba hivi kwamba ndugu yetu Chebukati asikumbukwe kwa sababu ile cheche za maneno kwa siasa. Kwa nini? That's public life. Tungependa tumkumbuke marehemu Chebukati kwa ile mambo mengine mazuri ambayo amefanya, ambayo ni mengi. Hata wala ambao wananyoosha mikono na kusema walifanya hivi sio wasafi. Yeye alikuwa tu kwa public life, high profile job, kila kitu ambaye anafanya na kuwa scrutinized. Sisi pia tulikuwa scrutinized, ndugu zangu. Kuna mtu ambaye hatapatikana na dosari. Sisi tunataka tumpatie ndugu yetu mkono wa buriani aende, maana hatima ya binadamu ni mauti. Siku yake imefika. Hajafa kwa sababu alikuwa chairman wa IBC. Hapana, hapana. Na pia kama pengine angesimama famu vile wengine wanasema, labda taifa la Kenya lingechomeka. At some point as a man, as an officer, you must take a stand. And I think he took a stand. Jambo la pili, Mheshimiwa Rais, niko na wenzangu hapa magavana. Mimi niko na jukumu la kuambia kwa sababu the presidency is intimidating, is powerful, na watu wanaogopa. Mimi nilikuwa nafanya na waziri anaitwa Michuki, walikuwa nasema ni mkali sana, but wakati alikuwa anaenda kuona President Mwai Kibaki, walikuwa wanapiga simu wanauliza secretary, leo mzee wako kwa mudi gani? Hata hawa mawaziri wanauliza, Your Excellency, before they come to you, wanakuuliza. Sasa kule kwetu kwa Council of Governors, hata ukiangalia mitandao yetu, there's a strong feeling kwamba devolution inakufa. Inakufa kwa sababu fedha hazitoshi, fedha zinakuja kama zimechelewa. Majukumu ya county sasa hata hayachukuliwa na national government, sasa ni wabunge ndio wanafanya hayo majukumu. Wabunge wanajenga mahospitali level 3 and level 4, devolved function. Wajumbe wanajenga masoko, devolved function. Kwa sasa tuko na vita kati ya counties, not with the national government, but the National Assembly, kuhusu mambo ya road maintenance levy fund. Shilingi bilioni 10 can't use kwa sababu wajumbe pia wanataka kutekeleza miradi ya barabara kutumia hizo fedha. Your Excellency, we believe as the 47 of us kwamba ukitoa tu amri kwamba you guys in the National Assembly, you do not implement projects. These projects ziko kwa counties. Let the county governments deliver these projects. Kama ni conditional grant, hiyo pesa kuja kama conditional grant, and will be fine. If it atakuja, it's not very nice. Counties na National Assembly mnapelekana kule kwa
kwa koti, huyu analipa pesa wakili na national resources, huyu analipa wakili na national resources, and we are living in an environment where the resources are limited. That's my prayer to you, Sam. Thirdly, Your Excellency, kulikuwa na hii maneno ya kutoa vetting ya vitambulisho. Let me, I'm humbly requesting you, sir, with total humility, that instead of removing vetting, we can revisit it and streamline it. Tuhakikishe kwamba wale wazee ambao wanakaa katika hizo kamati wanakuwa vetted vizuri, wanalipwa mshahara, maana walipi mshahara. Hata wakati kuna mshahara inachelewa sana, alafu wanaleta ukora kidogo, ili watu wetu wa Kenya wapate vitambulisho. Sababu ya vetting haizuii wa Kenya kupata vitambulisho, inazuia wageni kupata vitambulisho. Na Your Excellency, hiki tumesaidia hivi. Kwa sasa ukienda kule Northeastern utapata kuna sporadic acts of terrorism. Unapata watu wameweka an IED kwa barabara, lori kikuja na kanyage na lipuka. There are not very many. Those guys are confined there because of thorough vetting. Hawezi kuingia kwa Kenya bila vitambulisho, walikatazwa, wanafinywa, so wanazunguka hapo, wanakuja, wanagonga na kurudi. Ilifika mahali hawa jamaa walikuja huku Sicily. I was a DC there at that time. Walikuwa wanapiga vilipuzi, every day inalipuka. Mpaka ikafika mahali serikali ikaunda National Counter Terrorism Center, ikaunda Interreligious Council, na viongozi wote hata Waislamu wa Somalia wakaamua kukashifu hii kitu. Sasa wakati hawa jamaa walishindwa kukuja, wakatafuta mbinu nyingine ya kuradicalize vijana wetu. Maana wakienda Somalia wakirudi wako na vitambulisho, wanapenda kwa njia rahisi. Kafika mali kama kuna explosion ya bomb, mwenye amepiga ni Mjaluo, ni Mkikuyu, ni Mluya sana. Hata huko Somali they were not participating in these things because it was easier kuradicalize mtu na umlete. For now, hawa jamaa wakipata ID zetu, atakuja na IED because it's not assembled, inakuja kama different parts. Anapita pale kwa barabara, akiulizwa anatoa ID, anakuja. Watatoa kule kwa mpaka, watafika huko ndani. The work that our people have done, including kuna MP anaitwa Yusuf Hassan, alipigwa bomu ikavunjika miguu because of terrorism. Your Excellency, where we are, mimi naomba kabisa usaidie hapo, tusirudi huko tena. Hatusemi kwamba Wasomali wasipewe kitambulisho. Hii mambo ya mipaka yote. Tunasema our local people within Kenya njie patikane ya kupata vitambulisho haraka, ili wageni nao wasipate nini? Vitambulisho. Lakini la muhimu, Your Excellency, baada ile mambo ilifanyika jana, watu kuja pamoja, mimi ningependa sasa focus kwa vijana kidogo, and the first present za kuwapatia ni kutoa pesa ya kulipa kupata vitambulisho. Hiyo shilingi 300 ikitolewa, hao watu watapata vitambulisho mingi, hadi atashinda ile mambo ya kule vetting. Maana kwa sasa hata ukijaribu kupatia vijana kazi tenda, waambie mwende mfungue company. Hapa tuanzoea wengi unapata hawana vitambulisho kwa sababu ya shilingi 300 tu. Hana, he doesn't have. Kama kuna watu ambao wako na poverty ambayo inatembea na wanaiona ni vijana. Hii pia imechangia kwa mambo ya unemployment. Ningependa ni karibu nimalize nikisema kwamba Your Excellency, you are a farmer, a very good farmer. Wakulima wa hapa Trans Nzoia pia wamenituma. Umesaidia kupunguza bei ya pembejeo ya mbolea. Tunashukuru. And even this year I've confirmed with the National Cereals Board ya kwamba mbolea imefika. We are very grateful. But we believe you can substitute further kidogo. Kwa sababu mwaka wa 2021-22 bei ya mahindi ya mkulima kupeleka kwa soko ilikuwa 6,400. Imereduce progressively to 4,500, 3,500. Saizi wanakuuza na 3,000 shillings only. So hata wakati tunapunguza bei ya inputs, pia tuone kule mbele mkulima atapata soko namna gani, ili akiuza pia apate pesa kwa mfuko. That's the only way you can fight poverty. It's the same problem na wale ambao wanalima miwa hapa Trans Nzoia. Angalia ambao watu wameanza kulima miwa nyingi, but for every kilo tani 5 ya miwa inauza shilingi 5,000. Meaning tani moja ni 1,000.
Ukienda kununua sukari nafikiri kilo 2 shilingi 200, mkulima anapata shilingi 10 peke yake. So yule mwenye anaenda kwa shamba anapata 10. Watu wengine wote wanagawana 190. There's something wrong with our farm all the way to the market. Finally, Your Excellency, I have a disclaimer here. Mimi nimekuwa nikiongea mambo ya watu wetu wapande kukua pamoja. Na kuna watu ambao wanaona hiyo kama ukabila. Sio ukabila. Watu kukuja pamoja vile tumekuja hivi, hiyo sio ukabila. Ukabila ni kupendelea. Unasema huyu ni jamii yangu, atapata kitu fulani kwa sababu ya jamii peke yake, sio kitu kingine. That's tribalism. Sisi tunataka jamii yote ya mkoa wa Magharibi, na mnajua tuko cosmopolitan. Hakuna mtu ambaye akai Magharibi. We suffer the same problems. Ndio mimi nasema tukuje tukae pamoja, tutembee pamoja, so that we are taken seriously. Nyinyi mkiendelea kukaa vile mnakaa hivi, ghafla kama ile ilifanyika jana kati ya rais na former prime minister, nyinyi watu ya Western, kama mtakaa pamoja, mweke kura zenu pamoja, mtakuwa mnaangalilia kwa view sasa. We have to be united so that other leaders, hata kama rais anataka kuja kuongea na mkoa wa Magharibi, anajua nikiongea na huyu nimeongea na mkoa wa Magharibi. Bila naongea na Raila anajua nimeongea na jamii nzima. We want to be like that. So hii mambo ya kuwa disorganized lazima ikwishe. We must end it. Na watu yangu nyinyi mnajua hii dunia yetu ni cosmopolitan. Sisi tunaishi vizuri, tunaishi kwa amani, hakuna mtu anapigana na mwingine, na itakaa hivyo. Na mimi ni komando, mambo ya ujinga ya ukabila na vita, hiyo ujinga sisi hatuwezi kubali. Hatuwezi kubali. So watu wasianze kuuzia uoga ati nini, hapana. Tukae tu kwa amani. Tusigombane, tupendane, tujenge kaunti yetu. Mimi naomba tu Mwenyezi Mungu aiweke roho ya ndugu yetu Marehemu Chebukati mahali pema kule mbinguni,